Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu popote pale mnaponifuatilia na kutusikiliza. Leo nimekutana na mwinjilisti hapa, mwinjilisti ambaye leo ya tarehe 7 Sabato ya leo tarehe 7 mwezi wa 6 2025 ameweza kutoa neno ambalo limetoka kwa Bwana. Nadhani wasikilizaji wengi wameweza kulipenda hilo somo. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu. Amina. Naendeleaje? Namshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Bwana, watazamaji wamefurahi somo la leo. Ndio. Kwamba kijana ametumika kwa kazi ya Mungu. Yeah. Sasa wanataka kujua unapatikana kanisa gani? Napatikana kanisa la Waadventista wa Sabato Mzambarauni. Ndio. Ambao liko Gongo la Mboto, mtaa mmoja unaitwa Mzambarauni. Kwa ndipo unapopatikana pale. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mzambarauni. Okay, na mtu akitaka kufika labda hapa, mtu kama akitaka kufika lise, kwa mfano akiwa anatokea mjini anapaita, ndio, au njia ya uwanja wa ndege, ndio, akiwa anakuja huko manake anapita kituo kinaitwa Mombasa, ndio, mbele kuna kituo kinaitwa Mzambarauni. Kwa ukifika pale Mzambarauni unashuka pale, ndio, yani ukimuuliza yoyote yule anakudirect vizuri, maana ni karibu sana na stendi ya Mzambarauni. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Jambo lingine ambalo watu wataka wasikilize hapa, watu wamefurahia sana na somo la leo. Hasa lile somo la kuhusu yule mwanamke akawa mvumilivu kwa Yesu na nini. Hebu elezea kidogo, maana anashindwa hata kuzungumza. Mungu anatoa mafunuo yake katika Biblia. Na mafunuo haya yanawajenga watu na kujenga sisi pia. Na mfano ambao umetumika, na si katika mfano, maana zamani hizo ilikuwa ni uhalisia kwa mwanamke Mkananayo. Mathayo ameandika kwenye hicho kitabu cha Mathayo 15 kinazungumza maneno au hadithi ya huyu mama Mkananayo, kwa namna alivyokuwa mvumilivu. Na ndivyo Mungu wa mbinguni anataka leo sisi pia kuwa wavumilivu katika kila hitaji, imradi tubaki katika miguu yake mwenyewe. Mwanamke Mkananayo amepewa mambo mengi, atajiwa jina, ameitwa mbwa, amesitishiwa, yani kuna vitu vingi vimeingia hapo, lakini hakutoka kwenda kutafuta msaada mahali pengine. Aliendelea kubaki kudumu katika miguu ya Yesu, na hitaji lake likakamilika, na mtoto wake akapona aliyekuwa amepigawa na mapepo. Amen. Kwa kweli watu wamependa sana, wamefurahia na wakasema watakuja washiriki ibada hapa. Ndio. Washiriki hapa. Niwakaribishe. Amina. Karibuni sana. Amen. Karibuni sana, tubarikiwe sote. Amen. Yes, maana hivi vyote ni vya wote. Ndio. Mungu ametupa wote, tubarikiwe wote. Na kama ni hivyo basi, kujifunza kwa pamoja na kumwelewa Mungu kwa pamoja iko faida, na Mungu anataka tuwe hivyo. Anahitaji tuwe na imani kama ya mwanamke Mkananayo. Amen. Na unawaambia nini vijana ambao bado wako katika dunia? Jambo la kwanza, ndio, wanatakiwa wagundue kwamba nani kawaleta mahali pale. Wakishajua nani kawaleta mahali pale, wajue sababu ya kuwepo kwao. Lakini pia yule aliyowaleta anataka wafanye nini. Ukishagundua hivyo, basi utaenda sehemu sahihi ambayo ni kwa Kristo Yesu peke yake, au Mungu wa mbinguni. Maana wewe ndo amekuumba, anataka ufanye nini, anajua yeye anataka ufanye nini, na kila mtu ameumbwa kwa kusudi maalum. Mungu ameumba watu kwa kusudi maalum. Kila mtu ana mpango wake na Mwenyezi Mungu. So manake hakikisha kabla siku kuisha kutimiza mpango wako wewe na nani? Na Mungu. Amen. Nimeona Sabato iliyoisha mlibatiza. Nimeona waumini pale wamebatizwa wapya. Yes. Hasa unawafundisha nini wakomae kiroho? Maana kuna watu wengi wanabatizwa afu wanatoka. Nini kifanyike? Okay. Mungu hajaacha wazi mambo kama haya. Biblia iko wazi. Alipotuma kwamba enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi na kisha mwabatize, si kwamba mnawaacha. Kuna mahali ameandika kwamba mchungaji mwema ni yule anayetoa chakula kwa wakati kwa watu wake. Kilichopo ni kuendelea kuwapa chakula hawa watu, kuwadumisha katika imani, chakula cha kutosha cha kimbingu, ili wabaki wakimjua Kristo, na si tu kuwabatiza na kuacha kama walivyo. Lazima wapatiwe malisho ya kutosha, na Mungu anahitaji hivyo, na hiyo ndio kazi ambayo ametupatia. Mungu akubariki sana. Kwa majina mtumishi anaitwa Suleiman Christopher Elias. Suleiman Christopher Elias. Mungu awabariki sana kwa kweli. Amina. Mungu awabariki sana. Amina. Amen.